So nataka muone hii video niwape a small breakdown of how vitu zitakuwa zina play out. Mambo ya mafuta imepanda kila sehemu, lakini hapa Kenya tumepanga vizuri tuhakikishe ya kwamba ile bei ambayo ingeruka juu sana tuhakikishe ya kwamba tunaifanyia moderation. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 6.5 ya kufanya subsidy ya mafuta hapa Kenya. And we are going as a nation to make sure that we cushion the people of Kenya from high prices of fuel. Now, subsidies inakuanga like a very good idea, especially kama unadhani that the effect ambayo una face itakuwa a very temporary thing. So for example, kama kuna a short term drought, unaweza pata like it's better to have subsidies za kuweza kujaribu ku plug the deficit temporarily. But before niendelee, kama uko in the market for an electric car, unaweza reach out to us on WhatsApp ama Telegram on the number on your screen, na tunaweza kusaidia upate the car that best suits you. Kama wewe ni a policy maker na una predict that Kenya mtakuwa na face ni a temporary issue, then subsidies ina make a lot of sense. Lakini kama ni a permanent issue, which I believe ambayo inaendelea in the Middle East ni a very bad reason to, ama ni a very bad idea kujaribu ku have subsidies, na nitakwambia a few reasons why. So ukiangalia books zetu physically meaning venye government ina run its affairs, sahi tuko almost tulikuwa trillions in debt already. Tukianza kusubsidize, especially something that I believe is a permanent scenario, utakuwa like umeput hiyo a major strain on finances za serikali ambayo ita spiral into something else. Sama most likely debt yetu ita shoot way up na tutaweza kucontrol venye tuna run our affairs, especially internally, because vitu kama IMF and World Bank wata have to step in kujaribu kutushield from all the negative effects, na hiyo itakuwa something that will be very painful, especially to go through as a country. So subsidies, they tend to be regressive in this sense. Unaona, ukiangalia let's say kama uko na you are an owner of a small car ambayo ni maybe 1000cc. 1000cc labda during ile time unatumia all your oil needs unatumianga around 2000. Same place kuna a Gazla, mtu akona a Gazla maybe a V8 engine ama nini, yeye anatumianga almost 4 or 5 times the amount of oil ama gas ambayo unatumia. So in that sense, if kama a subsidy ina applyiwa, itakuwa ina disproportionately inasaidia ule mtu ana consume way more than ule ana consume less. So wewe ambaye uko on the lower card ambayo like maybe unatumia hiyo gari yako ya 1000cc, una impactiwa percentage yako ukicompare na percentage ya ule mtu ambaye akona fuel Gazla. Ule akona fuel Gazla amesubsidiziwa way more in terms of percentage compared to wewe ambaye uko na lower cc car. Now, especially kukiwa na subsidy, kama unadhani ni a temporary issue ama a temporary scenario, inakuwaga easier that ikishaekwa inatolewa later on. But if it's a permanent thing ambayo una go through, inakuwa very difficult, especially to withdraw your subsidy once already imeapplywa. So very soon the government is going to run out of money ya kuweza ku sustain your subsidy. Wakirun out of money, wakijaribu kuitoa, itakuwa very politically painful for ule leader anajaribu kuitoa. So hii ndio something inamaanisha watu wajaribu kick the can down the road, and especially if you're a young person, inamaanisha that tutakuwa tumeadiwa more debt ku repay later on than as we currently have now. So hiyo ni another adverse effect ambayo tutakuwa tumefeel later on. So hii ndio ingekuwa some of my recommendations kama mimi ndio ningekuwa na plan this out. The best thing ingefanywa kama ni the price ina rise, wacha rise gradually venye watu wanaweza absorb. Si hizi shocks ambazo zina hit all at once. So by now ime rise almost 30 shillings. Ikikuwa more gradual, watu wanaweza kuabsorb your shock a lot more easily. The next thing ambayo like unafaa ku take it to account ni that period ni a chance ya kubuild resilience. Kwa sasa hii tunafaa kuwa tumeanza kuput in place policies za kujaribu ku mitigate this problem once and for all. Na hii ndio nimemake a few videos about especially energy policy in Kenya, na nimekuwa for me personally advocate a lot about the adoption of electric vehicles. Electric vehicles ndio some of the ways that tunaweza kujaribu
mitigate some of the pain and risk ambayo ina associatiwa na fluctuating oil prices. Anyway, unaweza niambie your thoughts of Kenya, unaweza fikiria about how some of these challenges inaweza face hiyo. Asanteni.